Elika kibabe, rudika kibabe. Pesa top, zeka kibabe. Elika kibabe, rudika kibabe. Pesa top, zeka kibabe. Pesa talks yo, kijana be smart. Kipata pesa wekeza usijiangalia hapa. Kayu ukiendeleza faida ni nyingi chap. Kibabe kisha zeeka utakuangalia mshahara. Mano sanini bata ongelea pesa alafu ije. Pesa talks. Rudika cheka ujana mpaka uzee. Pesa talks. Toka busi na michongo naenda ATM. Pesa talks. Jifunze bima, elimu ya fedha na uelewe. Pesa talks. Pesa Talks tunakuletea elimu ya huduma za kifedha mpaka mtaani kwako. Yani tunajifunza masuala ya elimu ya kifedha kwa lugha yetu. Tukimaliza tunacheza, tunaburudika na kuonyesha vipaji vyetu, na kikubwa zaidi tunapata huduma za kifedha live bila chenga kitaani kwetu. Kaumo, huduma za bima ndani, huduma za kibenki ndani, kujifunza uwekezaji ndani, na ukitaka kuzeeka kibabe, wataalamu wa mafao ya uzeeni watakuwepo. Ili mtaa kwa mtaa, chocho kwa chocho, yani toboa kiburudani. Uzinduzi wa Pesa Talks utafanyika tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2025, Makumbusho ya Taifa, karibu na chuo cha IFM, kuanzia saa 4 asubuhi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0762941538. Hakikisha unakuja na business card, utatushukuru baadaye. Imepewa nguvu na Clouds TV. Pesa Talk, toboa kiburudani. Pesa top, zeka kibabe. Pesa talks yo, kijana be smart. Pesa Talk na mchongo, ikiwa ni kijio cha mchongo. Mimi naitwa Stewart George. Kama jinsi ambavyo tumekuhabarisha kwamba tutaingia kitaani, tutapiga story na washikaji zetu mbalimbali kufahamu elimu ya fedha na mambo mengine kama hayo. Niko na Meja Kunta na Tups lake. Leo bana kitaani hapa tumekuja kupiga story kuhusiana na masuala ya elimu ya fedha, lakini nataka nifahamu mambo kadha wa kadha. Kama nilivyokujuza, mimi naitwa Stewart George. Alafu Meja, inakuaje? Kama kawa inakuaje? Mzuka? Unyama? Uko fresh? Yeah, I'm good. Bana umedrip? Yeah, noma sana man. Si ndio? Vitu vimezingatiwa. Nakubali. Maana watu wamejizaba huko nyuma, sio mchezo. Wamejizaba. Wamejibonda noma. Au sio? Bana, sisi tunazungumza masuala ya elimu ya fedha kwa lugha nyepesi sana ili kijana aweze kuelewa. Nataka uniambie unafahamu nini kuhusiana na masuala ya bima? Bima? Bima ya afya. Mimi nafahamu bima ya afya. Bima inakuwa inakuguide. Sometimes unaweza kuwa unajua sio kila mtu anakuwa na hela ya kwenda kulipia matibabu. So bima iko kwa sababu ya kukuguide wewe. Endapo unakuwa huna au unacho, una mipango mingine ya kufanyia, bima inakuguide. Maana yake bima ni kama uwekezo lako, kwamba najiwekezea ili kesho hata nikipata matatizo, nikiumwa, bima inakubeba, unapata matibabu. Si ndio? Ushai kupata tatizo fulani ambalo inawezekana alikuweza kutatuliwa kwa fedha ambayo uko nayo, ukatamani labda let's say ningekuwa na bima ama kitu kama hiyo? Mara nyingi. Mfano mzuri, mimi bima yangu si acha tu bima ya marazi. Nishapata changamoto ya bima ya gari. Gari yangu ilipata ajali. Alafu siku, unajua si tunakuwa ulesi sana, unachukulia vitu poa. Nikawa siku fix kwenye bima. Gari ikapata ajali. End of the day sikupata malipo kwa sababu gari haikuwa na bima wakati imepata tatizo. So na maana ningekuwa na bima, gari yangu ingekuwa ingelikava, yani kama ingefanya mambo mengine. Lakini nikajikuta nimeenda kutoa almost zaidi ya milioni 8-9 kwa sababu ya kwenda kufix. Kitu kidogo sana kikanitoa mchezoni. So una bima sasa hivi? Lazima. Mzee, bila bima natoboaje? Yani bila bima sasa siwezi, familia, mtoto, yani ni bima. Unamshauri vipi kijana ambaye yuko nyumbani sasa hizi afahamu chochote kuhusiana na bima na umuhimu wake pia? Hebu muhabarishe kuhusiana na hilo. Ukiwa kama kijana ni muhimu kuwa na bima kwa sababu bima haijalishi. Kuna bima za aina nyingi. Kila kitu kina bima yake. Ukikata bima mfano ambao uko hai labda wa afya. Ukikata bima ya afya, we never know lini utaumwa, wapi utapata matatizo. Sio kila siku utakuwa na hela. Kuna day inaweza kukukuta huna hiyo 1000. Unajua si vijana tuna matumizi mengi, tuna mizunguko mingi. Unapata pesa unashindwa kusave, end of the day unajikuta umepata tatizo la milioni, wewe una 200,000. Ndio save ambao umeiweka wewe ndani. Kwa hiyo unajikuta umetengeneza damage kubwa
na hiyo 800,000 nzima nani anaweza kukustiri? Unajikuta unachanganyikiwa, wengine wanapelekewa wanafariki dunia na nini. Lakini kama ukiwa na bima ya afya, it means kwamba bima iko pale imepoa inakusubiri wewe kwamba umwa mzee. Umwa na usipoumwa ukiwa na yeye bima inakuumiza roho kwamba kwa nini mimi nalipia bima afu siumwe? Yaani unatamani uumwe kwa sababu unakuwa na confidence. So bima ni confidence. Si ndio? Bana, tuzungumzie kidogo, umegusia swala la saving hapo. Wewe unazeeka vipi kibabe? Yaani kuhakikisha kwamba inafika time wasanii kama wanaugua hivi alafu wanachangiwa. Si unajua zile. Yaani watu wanaomba kuchangiwa wasanii na vitu kama hivyo. Unazungumziaje kwenye hiyo point kuhakikisha kwamba sasa hivi unajiwekeza ili baadaye uweze kuzeeka kibabe? Unajua kila mtu anachangiwa. Kuna wale matajiri wakubwa sana lakini wanachangiwa. So kuchangiwa ni moja ya sehemu ya maisha. Huwezi kusema kwamba mimi ndio unaweza kupata tatizo, mimi balance yangu nimesave milioni 500 au bilioni 10 sasa hivi ninazo ambazo nimejiwekezea kwamba hizi baadaye zitanistiri. Nikaja kupata tatizo la bilioni 40. Understand? Alafu ndani mimi nina bilioni 10. So bado niko kwenye leakage. Kitu ambacho naweza kusema kuhusu swala la kujiwekeza ni kwamba tujitahidi vijana kujiwekeza. Uwezi kujua utapata tatizo lipi au utaweza kusave au utasave. Kwa swala la kusema kuchangiwa wasanii inategemea, sometimes unakuta mtu ka invest hela nyingi kwenye mambo yake afu kapata tatizo. Kwa unakuta hata kama ana milioni 100 lakini kapata tatizo la bilioni. So bado anahitaji kupata support. So support huaga iko tu. So mshauri yule mtu ambaye haikezi kabisa yani, au sio? Nini madhara ya kutokuwekeza kabisa kama msanii? Huyo ni mtu ambaye yani lazima nikwambiaje. Kama hujawekeza yani una balance, maana yake wewe ni sini kufananisha na kitu gani? Because uwezi kujenga, uwezi kununua chochote, utaona iPhone, vitu simple tu, michezo simple. Tuchele kwenye mfano wa maisha. Utaona iPhone zinatoka hizi, leo iPhone imetoka 16, 10 ngapi? Imetoka milioni 6. Wewe huna hata 100 ndani kwa sababu uwekezi. Ina maana ungejitengenezea mfumo mzuri wa kujiwekea pesa zako pasi na kuzigusa hovyo. Kurumbua kupo. Watu tuna matumizi mengi kila siku. But jitahidi kadri kwenye kile unachokipata tenga 2% ili uwe una save. Katika 10,000 ukitenga 2,000 ya kusave una 8,000 nzima ambayo inaweza kukustiri. Ukiweka ile 2,200 baada ya mwezi unajikuta una hela nzuri ambayo unaweza kujinunulia hata sabufa. Au sio? Kijiwe cha mchongo hiki hapa, hii hapa ni Pesa Talk. Yuko mwana kama nilivyokuambia kwamba tuko kijiweni hapa napiga mastori kibao. So uli shabiki wa Meja Kunta na amekuja kumuuliza swali. My brother anakuaje? Poa boss. Uko fresh? Niko bora. Unaitwa nani bwana? Mimi naitwa Renard. Renard? Unataka kumuuliza nini Meja bwana? Mimi nimesikia mnazungumzia kuhusiana na masuala ya fedha. Nataka nimuulize Meja. Vijana wengi hawajipangi kutokana na issue ya mafao ya udheeni. Wewe kama mwanamuziki unatafuta pesa, unajipanga vipi kutoka na issue ya mafao ya uzeeni? Mafao ya uzeeni mimi sio mzuri sana. Mafao ya uzeeni yanakuaje? Kwa maana sasa hivi unaingiza pesa, si ndio? Sasa kuna mifuko ambayo unaweza ukawa unawekeza pesa zako hizi kidogo ambazo unazipata kwa size, si ndio? Sasa wewe unajipanga vipi kwa kipato chako ambacho unakipata sasa hivi kije kukusaidia uzeeni? Umejipanga vipi kwenye swala hilo, kugawa kipato chako unachokipata sasa hizi kingine utunze kije kukusaidia uzeeni? Inawezekana mimi labda sina uelewa mzuri sana wa uwekezaji. Pesa Talks tunakuletea elimu ya huduma za kifedha mpaka mtaani kwako. Yani tunajifunza masuala ya elimu ya kifedha kwa lugha yetu. Tukimaliza tunacheza, tunaburudika na kuonyesha vipaji vyetu, na kikubwa zaidi tunapata huduma za kifedha live bila chenga kitani kwetu. Kaumo, huduma za bima ndani, huduma za kibenki ndani, kujifunza uwekezaji ndani, na ukitaka kuzeeka kibabe, wataalamu wa mafao ya uzeeni watakuwepo. Ili mtaa kwa mtaa, chocho kwa chocho, yani toboa kiburudani. Uzinduzi wa Pesa Talks utafanyika tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2025, Makumbusho ya Taifa, karibu na chuo cha IFM, kuanzia saa 4 asubuhi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0762941538. Hakikisha unakuja na business card, utatushukuru baadaye. Imepewa nguvu na Clouds TV. Pesa Talk, toboa kiburudani. Pesa Talk, zeka kibabe. Najua kwamba
najua kuinvest. Mimi napenda kuinvest kwenye vitu ambavyo havipotei. Mfano kama unaona wenzetu wasanii wa nje wanapenda sana kununua cheni. Sisi wa Bongo tunaamini cheni ni show off. Wazungu ile ndo asset ambayo wanawekeza. Cause pesa inaisha, lakini madini hayaishi. Kila siku yanapanda. Kwa ananunua macheni ya gharama, wewe unamwona anafanya show off, kumbe mwenzako anawekeza. Kesho kutu akipata tatizo anachukua ile cheni anaenda kuiuza imepanda. Kama sisi tunavyonunua ardhi. Nunua ardhi leo unanunua ploti ya kidogo, kesho unashangaa imekuwa. Ndio kama wenzetu wanatumia, wanaona hizi hera nitatumia nitapop na nini zinaishi. Lakini kinunua cheni, nikienda kununua cheni ya bilioni, ina maana nikikaa baada ya muda inafanyaje? Inapanda thamani. So kesho akija akikwama, ndio hata utajiri hawapigi hela ulizokuwa nazo ndani. Wanaangalia unamiliki nini na nini. So wale wanakuwa wanawekeza sana kwenye vitu vya thamani kama hivyo ambavyo vinaishi, cheni, wanawekeza sana kwenye mambo ya ardhi na mambo ya biashara na nini. Si ndio? Hebu niambie Meja, ni kitu gani ambacho unazingatia sana pale ambapo unataka kufungua account labda bank, ama kama una bank pia ni vitu gani ambavyo ulizingatia ili kuweza kufungua account yako kujiwekezea? Kuzingatia kama yani ni kigezo, kwa sababu benki ziko nyingi, si ndio? Kila benki ina kigezo chake. Wewe ni vitu gani unazingatia sana? Mimi nazingatia vigezo vya benki. Wakinipa vigezo vyao nafuata. It depend na mimi nimependa na nitafungua account, sijalizishwa sehemu nitafungua benki nyingine. Meja anajiwekezea benki pia? Sasa mimi mliu nitakosaje kuwa na account? Vigezo gani ambavyo ulizingatia? Fixed account kama 3. Of course. Sio mchezo. Yani mimi sio mliu. Kijana unamwambia vipi kuhusiana? Mimi napenda sana kwa shauri watu kwenye fixed. Fixed account ni moja ya kitu ambacho wewe huwezi kujua. Inawezekana nyinyi wote hapa mjue fixed account. Unajua maana fixed? Hapana. Unafahamu? Hapana, sijui. Fixed account ni account ambayo unaweza kujiwekea, yani unajilimit. Kwamba mimi naweka hela sizitoi ndani ya muda fulani. Hata ufanyaje hawakupi. Na ni lazima kuweka. Kwa utaingiza tu. Lakini hastoki. Mpaka muda utakapofika, end of the day unajikuta bwana nimekaa miaka 10, unaingia zako pale, kuna baku lako la kutosha ambao ulijiwekezea kwa matatizo na mateso. Kuna time unaumwa, hela upati, umezidiwa hela upati, lakini ile fixed ambayo ulikuwa unaiweka kule unaona ukienda bwana naombeni hela hawakupi, lakini ile fixed inakuja kukustiri mbele. Kwa vijana wengi mimi nashauri sasa sisi wadogo tujitahidi sana kwenye kufungua account za fixed. Sana. Fixed account zitatusaidia tena nyinyi vijana. Cause nyinyi bado hamwezi bado mna mambo mengi ya kufanya. Bora sisi kaka zenu kidogo sasa hivi tumetoboa. Tushafanya vitu vingi. Kwa mimi kuvumilia naona kidogo naweza. Wewe sasa hizi hapa nikikupa milioni 10 kesho asubuhi na kutafuta. Una 100. Kwa tujitahidi fungua account fixed. Chukua 10 ile 5 tia fixed, 5 fanya mambo yako. Ikisha ile 5 utarudi kwenye fixed ya wakupi. Si ndio? Unyama ni mwingi sana. Vijana kama unavyoona hapa bana wako na Meja Kunta. Natamani mmoja amuulize swali lolote tu Meja hapa. Kitu chochote ambacho natamani kujua kutoka kwa Meja. Yoyote hapa. Nani anataka kumuuliza swali Meja? Brother. Anaangalia nyuma, okay? Hapa mwanangu. Hamna swali kwa Meja? Sister. Kweli? Bana wangapi wana bima afya hapa? Natamani kujua. Yeye ana bima magari. Watu wana bima magari. Vijana wana bima magari. Au sio? Hebu waambie wataalamu ni kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike ili vijana waweze kupata hii elimu ya bima. Unajua watu watakiwa kuwafikia. Sisi unajua naongea kama mwana industry. Vijana wanafuatilia sana industry. Industry inahitaji kufikiwa, haihitaji kukimbiwa. Vijana wana escape sana vitu ambavyo viko kwenye kwa ignore wao. Hawataki kujishirikisha navyo. So inachotajika watu wafanye ni kuwafuata vijana kwenye kile wanachokipenda, wawafuate wakawatangazia hizo biashara zao. Mfano kama kijana sisi tunapenda kutembea club, tuenjoy club. Mtutangazie huko kwa club, kwa sababu mimi unakuta niko club usiku, nimeamka asubuhi nimelala. Radio sisikilizi. Nimeamka niko na simu yangu tu mtandaoni. Nimechat nimemaliza usiku niko club. Muda wa kujua bima ya afya na vitu vingine sina muda. So inahitajika watufikie. Yaani inahitajika watu wapenye waje huko vijana wanapoingia.
sehemu ambazo wanapenda vijana, sehemu ambao wanapenda kukaa wawafuate. Vijana wanapenda kukaa kwenye social network, waangalie kama page za udaku zinatumika sana kutangaza, na vijana wanapenda kufuatilia mitandao, wawafuate. Kama wa club wawafuate. Kama vijana wanapenda yani wawafuate, kuwafikia vijana ndio kufanya vijana nao waifuate. Lakini sisi vijana wengi hawajui. Mfano kama kuna issue moja nilikuwa naulizwa siku moja, watu mtu account ya benki, kuna kijana nigia account namba yako ni kuingizie hela, anakwambia mimi account sina. Na sio kijana, ni blaza, yani ni mtu mkubwa. Ukimwambia benki yenyewe anaogopa kwenda, sio anahisi kama kuna nini. Yani ni kwa sababu benki na yeye ni wako mbali. Yani kupata zile katiba au kujua kwamba benki sio kuna hiki, benki sio na yeye, vitu viko mbali sana, kwa sababu wanapocheza benki na yeye achezi. Kwa wafikiani, maana yake kama mtu kama ule ukimuuliza kuhusu swala la benki hajui. Ukimuuliza swala la si bima ya magari hajui. Wakati wenzetu wazungu wametusidi hapo, mtoto mdogo anajua. Mambo ya passport, mfano unakuta mtu passport, vijana kama passport yana, kati passport ni haki au kila mmoja anatakiwa awe nayo. Huyu ukimuuliza passport unaipata wapi hajui. Na passport ni mchezo mdogo kufuatilia, kwenda kujiandikisha, unalipa ada ya serikali, ukimaliza kulipa ada ya serikali unasubiria muda unapewa passport yako. Muulize hapo. Na jengo linalotoa passport halijui. Meja unaonekana unafuatilia sana hivi vitu. Hebu tuambie, unafahamu nini kuhusiana na soko la hisa? Hisa? Yeah. Mimi sio mzuri huko. Au sio? Mambo ya kununua hisa, kuwekeza kwenye hisa bado. Si ndio? Sijafika, ingawa napenda hivyo vitu. Nikishakuwa na fuba la kutosha, nawekeza. Mimi napenda. Napenda mambo kusikia kampuni fulani sijui wanauza share. Nitia kibunda nacho. Tia kibunda na poa. Baada ya miaka 10 unajua biashara nzuri. Mimi naamini hisa sijui sana, lakini najua ndio biashara nzuri. Kwa sababu hisa upate stress. Nifanyeni kazi, mimi nimewekeza kibunda changu kirudi, si ndivyo? Au nime kweli kwamba nyinyi fanyeni biashara yenu, si kahawa sijui nini, kalimeni sio vaje, mimi nimetia mzigo na hisa zangu, kalimeni huko mimi kibunda changu mwisho mwezi kizame, si ndio? Kwa mimi biashara nzuri, hauna stress, sina muda wa kwenda kwenye mabanda, sijui mauzo, sijui mteja anapenda nini ajui. Mimi nataka hela tu, kibunda kinaingia mwisho wa mwezi, sijafanya ile kazi yote naekeza better. Natamani nielewe zaidi, nitafuatilia sana. Yeah. Ukifuatilia Pesa Talk bana, hapa tunakuaga na wataalamu wanakuwa wanaelezea masuala ya fedha, lakini vile vile inagusanisha pia na wasanii kuweza kufahamu jinsi gani. Mmoja fanyeni hicho kitu. Mtafuteni huo, mkiwa mna hiyo interview nitafuteni na mimi. Tuwepo, anaweza nikaelewa vitu vingi zaidi. Yeah. Lakini kama hautokuwepo ama ukipata nafasi pia kuwepo au usipokuwepo, nitakuwepo, kwa sababu hivyo ni vitu vya msingi sana. Yani ni moja ya vitu vya msingi ambavyo ni vya msingi kuliko vitu vya msingi. Kwa sababu kuelewa namna kujiwekezea kesho ni kitu bora zaidi. Sababu sisi vijana tunakuwa, you never know, kesho naweza kutamisi sio meja tena. Sijui kuimba, mdomo umekufa. Nini nimetengeneza? Na asset gani? Nini kinaweza kunipushi? So hivyo ni vitu vya msingi sana kuelewa. So kama ikitokea na nikapata hiyo nafasi ya kuambia bwana mzee, siku fulani kuna mtu fulani anakuja kutueleza kitu fulani, na nikaona iko kwangu, niko interested, nakuja. Yeah. Bana, hapa talent zimekuzunguka kwa nyuma, si ndio? Natamani kupata hii dance kidogo kutoka kwa jamaa. Sijui unapiga chorus ama unapiga nini ili jamaa waweze kushow talent yao ya kudance kidogo. So unajua hapo beat yao ni madance. So ukiwaimbia kwa mdomo hapo. Okay, sawa. Basi tuone vibe lao au vipi? Yeah. Pesa Talks tunakuletea elimu ya huduma za kifedha mpaka mtaani kwako. Yani tunajifunza masuala ya elimu ya kifedha kwa lugha yetu. Tukimaliza tunacheza, tunaburudika na kuonyesha vipaji vyetu, na kikubwa zaidi tunapata huduma za kifedha live bila chenga kitani kwetu. Kaumo, huduma za bima ndani, huduma za kibenki ndani, kujifunza uwekezaji ndani, na ukitaka kuzeeka kibabe, wataalamu wa mafao ya uzeni watakuwepo. Ili mtaa kwa mtaa, chocho kwa chocho, yani toboa kiburudani.
Uzinduzi wa Pesa Talks utafanyika tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2025, Makumbusho ya Taifa, karibu na chuo cha IFM, kuanzia saa 4 asubuhi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0762941538. Hakikisha unakuja na business card, utatushukuru baadaye. Imepewa nguvu na Clouds TV. Pesa Talk, toboa kiburudani. Pesa Talk Talk zeka kibabe. Yeah. Kijana be smart, ukipata pesa wekeza usijiangalia hapa. Kayu ukiendeleza faida ni nyingi. Ndivyo ambavyo vijana inabidi waweze kufahamu masuala ya elimu ya kifedha. Wako na talenti kubwa sana, lakini hizi talent inabidi kama ziweze kuwalipa pia, si ndio? So wanabidi waweke kibabe kwa kufuatilia Pesa Talk. Tunaongea lugha nyepesi sana ya pesa, au vipi bana? Ndio maana tunaita Pesa Talk. Mimi nikushukuru sana kujoin na mimi kijiwe cha mchongo hapa ndani ya Pesa Talk. Naitwa Steve George, we my brothers. Oi! Pesa Talks tunakuletea elimu ya huduma za kifedha mpaka mtaani kwako. Yani tunajifunza masuala ya elimu ya kifedha kwa lugha yetu. Tukimaliza tunacheza, tunaburudika na kuonyesha vipaji vyetu, na kikubwa zaidi tunapata huduma za kifedha live bila chenga kitaani kwetu. Kaumo, huduma za bima ndani, huduma za kibenki ndani, kujifunza uwekezaji ndani, na ukitaka kuzeeka kibabe, wataalamu wa mafao ya uzeeni watakuwepo. Ili mtaa kwa mtaa, chocho kwa chocho, yani toboa kiburudani. Uzinduzi wa Pesa Talks utafanyika tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2025, Makumbusho ya Taifa, karibu na chuo cha IFM, kuanzia saa 4 asubuhi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0762941538. Hakikisha unakuja na business card, utatushukuru baadaye. Imepewa nguvu na Clouds TV. Pesa Talk, toboa kiburudani. Pesa Talk Talk zeka kibabe.